Neno la Yesu la 7 tunalipata kwenye Injili ya Luka mtakatifu sura 23. Nitasoma mstari wa 44 hata wa 47. Luka mtakatifu 23:44 hata 47. Hapo ilikuwa yapata saa 9, kukawa giza juu ya nchi yote, na hata kenda jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona aliyotukia, alimtukuza Mungu, akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ni maneno ya mwisho ambayo Yesu anasema, na msisitizo ni wapi anapoweka roho yake. Mguse jirani yako wa kulia na kushoto, mwambie usife vibaya. Mwili na roho lazima vitengane, na hatuwezi tukazuia. Na kama vinatakiwa vitengane, shida sio kutengana kwa mwili na roho. Wakati roho inaondoka, ina hali gani? Ndicho kitu cha msingi. Kama Yesu anamwambia Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, maana ana uhakika, hababaishi, anajua mfumo wa maisha aliyoishi hapa duniani, roho yake Baba anaipokea moja kwa moja. Lakini kuna aina maisha ambayo watu wanapoondoka, unachokisema, nilikuwa najaribu kufuatilia. Moja ya mfano ulioniumiza ilikuwa ni maneno ya aliyekuwa rais wa nchi ya Venezuela. Wale ambao wanafuatilia, jina lake anaitwa Hugo Chavez. Wakati wake wa mwisho, maneno yake ya mwisho aliyosema, alisema maneno haya, sitaki kufa, tafadhali usiniache. Alisema maneno ya Kiingereza, lakini tafsiri yake anasema, sitaki kufa, tafadhali usiniache. Nini? Mbele yake aina maisha aliyoishi duniani, roho yake inaenda kulingana na yao maandalizi, na hayuko tayari kwenda. Anachosema sitaki kufa, lakini alikufa. Kijana mmoja ambaye amehubiriwa habari za Yesu kwa muda mrefu, kila akihubiriwa anasema nyie mmepitwa na wakati. Wakati wake wa mwisho, wakati anakaribia kufa, anapiga kelele, anasema haifai kwenda mtu, haifai kwenda mtu. Njia iliyoko mbele yake inatisha, lakini alienda huko. Swali la msingi, unamalizaje? Unakufaje? Kwa sababu maisha unayoishi ndio anaoamua umilele wako. Tumefanya sala, tuko ndani ya Kristo, lakini unamalizaje mwendo? Haleluya. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema hii ambayo umetupa kutafakari neno lako. Ni neema iliyoje kwamba umetupa nafasi ya thamani sana kuwa na uhusiano na wewe katika Kristo Yesu. Tusaidie kama kanisa lako, kama mtu mmoja mmoja, wakati tunatunza imani yako na kuishi hapa duniani, Baba, tusiishi kwa hasara, na tusife kifo ambacho sio cha faida mbele zako. Msaidie mtu mmoja mmoja aliyeko mahali hapa na kanisa lako lote kwa ujumla. Tufe kwa ushindi, imani yetu ikiwa mikononi mwako, na roho zetu e Bwana zije kwako wewe uliyeziumba, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah.